Sana kwa kiburi chake, alikuwa mtu mwenye fedha nyingi, alihusishwa na vitu vingi sana duniani. Mara nyingine alipenda utani na masiara. Kuna wakati alihusishwa na biashara za ngono, yaani kununua wadada poa kwa kutumia fedha za serikali. Kuna muda mwingine alihusishwa na unyanyasaji wa kingono kwa kuwepo kwenye mafaili ya tajiri ambaye ni marehemu kwa sasa, Jeffrey Epstein. Hata sehemu ambazo wengine hawakuwahi kufika, yeye alitia mguu wake. Najua unajiuliza, huyu ni nani? Huyu ni Donald Trump. Donald Trump ni mmoja wa watu wanaozungumzwa zaidi duniani, simulizi yake ikiwa imejaa mabadiliko makubwa kutoka kwenye biashara, burudani hadi kufika kilele cha siasa za kimataifa. Alizaliwa mnamo Juni Swahili Movies 1946 huko Queens, New York, nchini Marekani. Alijifunza misingi ya biashara ya majengo kutoka kwa baba yake Fred Trump. Baada ya kuhitimu masomo ya uchumi, alichukua mkopo wa dola milioni 1 kutoka kwa baba yake Fred Trump. Donald John Trump alibadilisha sura ya mji wa New York kwa majengo ya kifahari kama vile Trump Tower. Alichukua usukani wa kampuni ya familia na kuipanua na kujenga majengo ya kifahari, kasino, viwanja vya golf vyenye jina lake kote ulimwenguni. Alijijengea taswira ya mtu anayependa mafanikio makubwa, utajiri, jambo lililomfanya kuwa maarufu sana mjini New York. Kutoka New York mpaka kwenye kilele cha dunia, Donald Trump hakuanza kama mwanasiasa tu. Alianza kama mfanyabiashara shupavu mwenye kiu ya kuacha alama. Kabla ya kuingia kwenye siasa, Trump alijipatia umaarufu mkubwa kupitia kipindi chake cha ukweli cha The Apprentice. Kauli yake maarufu ya "You're fired". You're fired, get out, get out. Kiongozi mkali na asiyeyumbayumba. Kipindi hiki kilimjengea msingi wa wafuasi ambao waliamini katika uwezo wake wa usimamizi. Mnamo mwaka 2015 alishangaza ulimwengu alipotangaza kuwania urais kupitia chama cha The Republican kwa kutumia kauli mbiu yake ya Make America Great Again, yani kuifanya Amerika kubwa tena. Alifanikiwa kuwashinda wanasiasa wakongwe na kushinda uchaguzi wa mwaka 2016 dhidi ya Hillary Clinton. Urais wake ulijulikana kwa sera kama vile American First, yaani Marekani kwanza, msimamo mkali kuhusu uhamiaji, kile kipindi ambacho watu walisema Mange anarudishwa nyumbani, na mabadiliko makubwa ya kodi, yaani alifanya mabadiliko makubwa sana ya kodi nchini Marekani. Alishinda urais kama mtu wa nje, yani outsider, kwani hakuwahi kujihusisha na siasa kabla ya kuwa rais. Hakuwa na cheo chochote kile kwenye serikali zilizopita, yani aliibuka tu akaenda kugombea urais na akaushinda. Yani kwa mfano mzuri ni kama wewe Kalmanzira leo hii uende ukachukue fomu ugombee urais wa Tanzania na ushinde na uwe rais. Inashangaza, si ndivyo? Ndivyo hivyo Donald Trump alivyokuwa rais wa Marekani. Trump aliahidi kuirudisha Marekani katika viwango vya juu vya dunia, akiahidi kuipa heshima yake Marekani. Mwaka 2020 Donald Trump alijaribu bahati yake tena kwa kujaribu kugombea urais tena, lakini nafasi hii hakuipata kwa wakati huu. Baada ya kupoteza uchaguzi wa mwaka 2020, Trump hakupotea kwenye ramani. Alikabiliwa na kesi nyingi za kisheria na ukosoaji mkubwa, lakini wafuasi wake walibaki imara nyuma yake. Sio wewe tu ukisikia kiongozi wako amefanya A, amefanya B, hautaki hata kumsikia, tunakuwa wa kwanza kumsema vibaya. Trump alikuwa na wafuasi wa tofauti na hivyo, kwani wafuasi wake walikaa nyuma yake, haijalishi ni skendo gani ilimkumba. Katika hali iliyoonekana kama moja ya marudisho makubwa zaidi katika historia ya siasa, alirudia tena na kujaribu kugombea urais mwaka 2024. Trump alifanikiwa kumshinda Kamala Harris katika uchaguzi huo wa 2024.
ambao kulifanyika jaribio la kutaka kumuua akiwa anafanya kampeni. Tuliona hata Marekani, licha ya kuwa na ulinzi mkubwa, mtu anaweza akauliwa hadharani. Trump akiwa anahutubia, ilipigwa risasi ambayo iliweza kumchubua tu sikioni, risasi ambayo mlengaji angekuwa makini, tusingekuwa na story ya Trump leo. Hii inaonyesha ni thubutu kiasi gani alionao Donald Trump, kwamba licha ya aliyokabiliana nayo yote, lakini ameendelea kupambania nafasi yake na akashinda urais, na tangu Januari tarehe 20, 2025 amekuwa akihudumu kama rais wa 47 wa Marekani, akiendeleza simulizi yake kama kiongozi mwenye ushawishi mkubwa na asiyekata tamaa. Hata hivyo, safari hii ya mafanikio imegubikwa na mawingu mazito ya kashfa ambazo zimeendelea kumtafuna hadi leo, na hizi ndio skendo za Trump zilizoitekisa dunia. Trump amekuwa sumaku ya mgogoro. Kama kuna skendo mbili zimeacha alama kubwa zaidi, kama ile skendo ya Stormy Daniels, mchezaji wa filamu za kingono. Hii pengine ndio kashfa kubwa iliyowahi kumkabili Donald Trump, ikimfikisha Trump hadi mahakamani. Inadaiwa kuwa mwaka 2006 Trump alikuwa na uhusiano wa kimapenzi na mchezaji huyu wa filamu za kingono Stormy Daniels. Kabla ya uchaguzi wa mwaka 2016, inadaiwa Trump kupitia wakili wake wa zamani Michael Cohen alimlipa Daniels $130,000 ili akae kimya kuhusu uhusiano huu. Na tatizo alikuwa uhusiano wake na binti yule. Tatizo lilikuwa ni kwa jinsi gani fedha alizomlipa yule binti zilivyoweza kurekodiwa, na hii ilimpelekea Trump kuwa convicted kwa makosa kama haya kwenye mahakama za Marekani. Hii ilimfanya Trump kuwa rais wa kwanza wa zamani kupatikana na hatia ya makosa ya jinai, yani felon conviction, kuhusiana na kugushi rekodi za kibiashara. Skendo nyingine ambayo ilitawala na iliteka vichwa vingi vya habari ni skendo ya kumuhusisha Trump kuwepo kwenye mafaili ya Epstein, yani Jeremy Epstein files. Jina la Trump limekuwa likitajwa mara kwa mara kuhusiana na mfanyabiashara na bilionea na mnyanyasaji wa kingono ambaye ni marehemu kwa sasa, Jeffrey Epstein. Uhusiano wa zamani wa Trump na Epstein unaonyesha kwamba Trump na Epstein walikuwa marafiki katika miaka 1990 na mapema miaka 2000. Trump aliwahi kunukuliwa akisema Epstein ni mtu mzuri anayependa wanawake warembo. Wakati nyaraka za mahakama kuhusu Epstein zilipowekwa wazi, Epstein files, na serikali hiyo hiyo ya Trump, jina la Trump lilionekana mara nyingi zaidi. Ingawa nyaraka hizo hazikuweza kuthibitisha wazi kuwa Trump alishiriki katika vitendo vya unyanyasaji wa kingono kwenye mafaili ya Epstein, urafiki wao wa zamani umekuwa ukitumika kama silaha kubwa inayotumika na wapinzani kuhoji maadili yake. Hivyo ndugu yangu, mtu yoyote unayejihusisha naye, kuwa naye makini, kwani kuna mwaka fulani mwandishi mmoja wa BBC alifukuzwa kazi kwa kujihusisha tu na urafiki na mtu ambaye alikuwa ni jambazi. Trump ni mtu asiyekubali kushindwa, licha ya kukabiliwa na kesi nyingi, kashfa za kingono na shutuma za Epstein. Trump ameonyesha uwezo wa kipekee wa kutokuyumbishwa. Amerejea kwenye siasa kwa kishindo kikubwa, akionyesha kuwa na wafuasi waaminifu ambao hawayumbishwi na vichwa vya habari vya vyombo vya habari na skendo hizo zilizoweza kumkabili. Historia yake ni simulizi ya mtu aliyeishi katika ikulu na mahakama na tajiri mkubwa sana duniani. Simulizi ya Trump ni simulizi ya mtu mwenye kiburi ambaye alitumia kiburi chake kama ngao, utajiri wake kama daraja la kumvusha na ushawishi wake kama silaha ya kisiasa.